There's a plastic casket. They're grey in color. Paka wa leo siwezi sahau. You remember even yes. the color. Hiyo casket sijui ililetwa saa ngapi. Iko hapo. My wife ako ndani already kwa hii casket ndani ya hii room sijui inaitwa last office. So Puri alienda hivyo. It was very difficult for me to accept that the until so death do us part thing is it's true. And it's real. I'm sorry for that. Yeah. It's so painful to lose a wife. I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Nasukuma Purity na I'm sorry. Just take a deep breath. It's okay. asante. Only on the beat. Hi, good people. This is the Talk It All Show, a very beautiful show which will be hosted by the one and only Lydia Kamano. And this is a show where we'll be doing interviews, people with stories that change life. To some of you, to most of you. So stay tuned to this amazing channel so that we can inspire someone, so that we can teach before we expire. Bye-bye. Hey, good people, this is Talk It All Show, hosted by the one and only Lydia Kamano. And today, we have an amazing guest. The last time that I put a video on YouTube, people on my neck like, you brought a lady, you brought a woman, aha. Today we have a guy on set and we want to be interviewing him, or rather to be having a conversation with him, and he will tell us his story. And before he tells us his story, nataka tu atupige kita kidogo tu, tusikie. Let him introduce himself. Nice. Hello, good people. My name is Tony Makinen Onyango, and I'm a musician, and I think I'm very versatile. So let me just talk about music today, because there is a guitar here. Yeah. I love music. So I am a father of 2 kids. That's Africa, my son, and he's 8 years old, and then I have a 2-year-old. She just turned 2 about 3 or 4 days ago, and her name is Europe. So Africa Kipto, Europe Chebet. And remember, I'm Onyango. Yeah? So intermarriage hapo ilikuwa. Okay. Yeah. Ebu tupigie kabla wanze introduction. Yes. Una skip and people know, want to hear the beautiful Listen voice. to this song, Give Me Jesus, yeah? You know, you can have all this world, but give me Jesus. All right? Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Yes, you can have all this world, but give me Jesus. Wow. Yes. What a beautiful way to start the interview. Thank you. So, the reason why you're in this show is because you have a story, and I know men who are watching us and women who are also watching us will be glad to listen to your story. So, you had already told us that you are called Anthony Onyango. And karibu sana. Asante. And to everyone that has not subscribed to this channel, kindly, please, do not continue kama hujafinya hiyo button ya subscribe. Just subscribe, support us by sharing this video, liking it, commenting, do everything that you can do to support this amazing channel. Why Europe? Why Africa? The naming of your children is
is quite beautiful and amazing. So why Africa? You know, I'm a continental person, and my wife loved continents, and there's a lot of debate that maybe there are 9 or 8 or 7, whatever continents, wherever the map is, or you know, east, west, or whatever. But Africa, for my firstborn, I knew about this when I was a very young guy, very young. I think I was in 5th grade when I knew that if I get a child, my firstborn, male or female, is going to be called Africa. Yeah? Wow. Yeah, so a man with a purpose. At that time I was a boy, but nilikuwa nishajua that my firstborn will be called Africa, male or female. Okay. Yes. Tuachie hapo kwa watoto. Let's start. Let's yes. pull up. Wanasemanga pull up. Okay. Let's start. So where were you born? Where were you raised? Uligroia wapi? Yeah. Majorly, I've grown here in Uasin Gishu County. You were born here? Yes. Okay. Here in Uasin Gishu County. Though my parents all come from Siaya County. So the Onyango name is Siaya Kababa, you know. But having been raised here, I assimilated a lot of things. I married in Uasin Gishu County. Okay. And look, I'm Onyango. But my kids, Munaskia, Kipto, and Chebet, so that's it. Yeah. Okay. Yeah. So you were born and brought up in Uasin Gishu? Yes, in Uasin Gishu County. Your parents are from Siaya? Yes, my parents are from Siaya. Oh, nice. My mom was a school teacher. Right now she's retired. And my dad an evangelist. And by the way, he worked with evangelist Reinhard Bonke's team. You know, Sifan, and then there was Gospel Fire International. Beautiful. Yeah, Peter Franz, Evangelist Peter Franz. So there was a lot of movements. So how did your parents raise you? Were you raised in a Christian background? Yes, yes. Son of an evangelist, and at the same time, son of a teacher. And you know, my wife, I mean my mom is a Christian, my dad is a Christian. So the background was, you know, VBS. Wakati ya holiday kuna vocational Bible study. Oh goodness. Hizo, you know. Za watoi. Yeah, watoi, and you need to have responsibilities here and there. You know, you need to do this. At least you need to be active in church and. That's primary. How was primary life? Primary was great. By the way, in Uasin Gishu, I grew up in Elgonville, somewhere here. Well, najua huko ni kwa you know, because you've asked about primary being yeah, great. Where did you study? Yeah, but there was a school here, Sosiani Primary, just around. Oh, yeah, you know, just around here. But the neighborhood was great. So there was Testimony School, and there we had a lot of VBS and stuff, Bible study things with kids and music here and there. Interacting with musicians and stuff. So from primary, did you go to secondary? Yes. So from primary, went to high school and 2 different schools. So here in Eldoret, and Mwiruti High School is somewhere around Dalat or something. Okay. Yeah, okay. on your way to. And then Miwani Boys High School. Yeah. You know, I loved music. I loved music so much. Miwani, the one in Ukambani? No. Okay. In Kisumu County. Oh, okay. In Kisumu County. Then, you know, of course I loved music. So I had to be transferred from, you know, this school to the other. Okay. And then we also had post-election violence. So we had to move 2007, 2000, whatever. So I had to move, go do exams in a different school. Okay. Yeah. But of course for the music part, I had to be transferred. Okay. Because so how was secondary life? High school was good. Well, an introvert I was. You were an introvert? Yeah, actually, this is so crazy. I think, even today, I'm an introvert. I would say that you're an extrovert. No, many people think I'm an extrovert. Give me space and time or privacy, and I'll want to be in that house the whole week. Inside, in fact, if God would give us the sun and the rain right in the house. In the house.
You'll be in the I'll house choose being in the house rather than being outside. rather than being outside. Oh, wow. Yeah. So you're done with primary, you're Yes. done with high school. Did you maybe go, Yes, yes. go to... Then, of course, ECPS, Eldoret College of Mass Communication, Professional Studies, those time did mass communication. At some point also went to Discipleship College, a little bit about theology, you know. You've done theology? Yes, I did theology. wow. Here, Pioneer Estate, Discipleship College. That's good. Yeah. I wanted to know more about God, you know, and maybe get the content right and everything. Though I know it's always spirit inspired. So, yeah, it's not a must to go to that, you know, to a Bible school. God speaks to people in different ways. In different ways. I must say that also. So you did 2 courses, mass communication Mass and communication, theology, of course psychology, of course psychology, which eventually helped me Okay. at some point. That's good. So how was your college life? My college life wasn't really bad, but as I've told you, people think I'm an extrovert. So my college life was a quiet life. Just you going Just for a Christian focused, Union? yes, focused Tony, piano. Actually, I'm a pianist more than You're a pianist? Yes, more than a guitarist. Yeah, so more of piano, you know, singing and Jenny, you were just that focused guy. that focused guy. Maneno ya madem? Maneno story ya madem. You know, this is really crazy. Yes. And I must say it because I have faced it. I was married for 10 years. I never dated. No, ngoja. Unatupeleka mbio. Tupeleke na mutaratara. Yes. So, college. You Yes. didn't date in college? I didn't date in college. You didn't have, did you have girlfriends? I didn't have a girlfriend in high school. I didn't have a girlfriend in primary. Yani ulikuwa ile mwenye umeokoka? Well, sijui ni discipline ya aina gani. Yes. Mom alituweka ile discipline ile ya hali ya juu. You never like saw ladies and maybe want even to... You know, when we were growing up, Yes. I'm sure you know that in the 90s, Yes. HIV and AIDS prevalence was way so high. So my mom helped us with something. She always, mtu akikohoa, ni kama mtu akona ukimwi, ni kama. Asemi akonayo? No, ni kama. So you Uko na hiyo kitu kwa akili. Yes. And then wakati huo, watu wanajikuna, ukimwi ilikuwa, hakuna ARVs and those things. So, it's like some kind of trauma. Ni kama kila mtu And you're trying to avoid kila mtu it. akona ukimwi. And I'm trying to avoid it. So when you see ladies, unaona, So when I see ukimwi ndio ladies, hii. I'm like, ama pia hata kuenda kwa barber shop, unaogopa usiwekwe cut. Unaona? It was that serious? It was that serious. Like my mama alituweka. So your college life ni maombi, College life ilikuwa ni your space? my space. Na mimi napenda literature, so I would rather take my time and read about, you know, the fox and the, you know, the rat, the jackal and the crow, that kind of thing, or do some research about music, Oh, wow. or you know, try to learn human beings, what are the characteristics of rats versus the human brain. It's just psychology, you know, only introvert stuff. Only introverts would do such kind of things. Okay. Yes. Now you're done with college. Oh my goodness. Where do you go to? Do you get a job? First, I went to, you know, these UT things that used to be there. For UT means untrained teachers. Oh, I don't know if you've ever heard of those. Yeah, UT. I've heard of untrained teachers. Yes, when I was, you know, a trained teacher is the one who goes through TSC in our system, Kenya. But then, I don't know, maybe, let me just say maybe. Maybe my English was good, maybe. Maybe. Hey, I'm not sure. Buana. Maybe. Omera You know, yawa. maybe. Yeah, because I would get principals, you know, directors, school directors. Hey, Tony, why don't you come to our school? Come and teach English, you know. Come and teach English. So I went to different schools. One in Moiben, Solid Rock Academy. You know, those areas. Blossom School, Sijui Wapi, you know. Wow. And of course, business here and there. That's beautiful. Yeah.
So you did business. Yes. And the real story, now we are coming to the real story. Yeah. What time in your life did you now get to marry? Because now you have not dated. Hata sijui sasa ulianza hata kudatea wapi? Where did you start dating, first of all? So, Ndio ingie kwa ndoa. There was nothing like dating. 2014, I meet my wife. You meet her where? She comes to school, Eldoret Polytechnic. Oh, the one that you were teaching? No, I wasn't teaching there. Okay. Now, this is it. My mom have some rental houses around Eldoret Poly. Wow. You know? So kukua, you know, kijana ya landlord. You know, kijana ya landlord. Which was not really haikukuwa eti. I hope you were humble about it. Of course I was humble. Yeah, but haikuwa eti inanipatia a lady ama nini, but kuna ka, you know, you can easily be told enda tengeneza ile pale, go check if that house in tiles, you know, iko sawa. Ama unajua ni kijana ya landlord. So you can unaweza ingia taa iko sawa. You know? Yeah, so ile nyumba iko namna hiyo. So that is how I got to know Purity Chepkemoi. And she was one of the tenants? She came as a tenant because she was a student at Eldo Poly. Oh, yeah. So she comes in and hello, hapa kuna nyumba. You know the way they ask. Hey, kuna nyumba moja vacant. And then mimi nikaonyeshana nyumba. Okay, ni hii. And then one of the tenants in the house, in the compound, was Purity's cousin. Wow. Yeah, alikuwa ni cousin yake. So yeye ndiye ali actually come to this place, blah blah. So she finds a house. And then after ameona nyumba, si nimemjua hapo tu. Then she tells me that her brother alikuwa ndiye amepata green card. So alikuwa anaenda America. Oh wow. Yeah? Na alikuwa anaenda America like the following day or something. So mimi nimekuja, nimeona nyumba and stuff, lakini kesho ninafaa kuenda Nairobi, ndugu yangu anaenda America, So hivyo tu, you know, hivyo tu. So I was like, okay, fine, good. Nitakufungia nyumba na kifuli ya madhe, you know, si kifuli yangu sasa. Si amelipa. Kijana landlord. Na kifuli ya madhe. Yeah, then she goes to Nairobi kusinikisha the brother, the brother and to say bye bye. Yes. And then she comes back. Oh wow. And she came back 1 week later. So she gets into the house. She gets into the house, alipata nyumba. I'm this helpful guy, stima iko, sijui maji imepotea, sijui nini. Uko hapo unatengeneza. Pampiwe haraka nini, mambo iko sawa. Kijana ya landlord. And boom. Because later we officiated our wedding. Okay. Yeah. So take us through. So ameshapata nyumba. Yes. Ako hapo. Wewe ndio unatengeneza 1 2 3. Yes, 1 2 3. So you start getting attracted to her. Yes. So I start getting attracted to her. Yes. But you know, I know what dating is. So it's like na hii yangu ilikuwa ni unique. Because everyone has a unique story. Definitely. Wewe kama dating ilikufanyia kazi, yes, I understand you. Yes. Yeah, nakuelewa. Sure. Na mimi siku date. Boom, nilisema my purpose. And the next thing, my mom is like, she wants to talk to that girl. What do you mean by saying you said your purpose? I wanted to marry. Ulimwambia tunataka nikuoe? Yes. I was so clear. Nimekwambia high school yangu, primary yangu, na college, you know, that thing. Goodness. So I was that focused. Yes. So my mom akakuwa worried. Because unajua hata yako na daughters. Yeah, so she was very worried. So, mtoto, msichana, wewe unaitwa nani? Unatoka wapi? Chepkemoi, unatoka wapi? Bomet. Na wewe si umekuja kusoma? Wewe, mumeamua aje? Mnapangaje na kijana wangu? Then akaona some chiki somehow hivi watoto namna gani, so akatukaisha chini. Atuita. That's a good parent. Yeah, of course, a very responsible mother. Yeah. So tukakaa chini. Serious. Next thing, phone call, Bomet County. Nyumbani, wazazi. Yes, kwao. Because munda kufanya nini kwao? Si mama na baba wanafaa kujua kwamba amekuja kusoma, but at the same time ameolewa. Yes, ameolewa. Na huyu jamaa anasema atamaliza kusoma na everything will be okay. Si ati
Wow. Hakuna kona kona. Hakuna kona You are kona. just straight. Wow. Iende hivyo. Wow. Iende Wow. hivyo. Yes. How long did it take for you guys now to get married now? Hey, within 1 month. Within 1 month? Within 1 month. You must be kidding me. Within 1 month. You are not afraid that this is somebody that you don't know? I was Yani not, umjui vizuri. I was not afraid that this is someone that I didn't know. Within the space tulikuwa tumeenda tukatembea kwa hiyo health center, we ni aje hizi stories za kupimwa, because I had that trauma ya almost everyone akona ukimwi dunia hii, you know, so tunaenda ya kwanza and then it's like ama ikusoma vizuri, so after some tunarudi hii within tulikuwa tunaambiwa sijui grace period sijui 2 weeks sijui tulipimwa mara 2, msichana ako sawa, mimi niko sawa, na tumeonyeshwa, you know. That's the only thing you could. Unaona venye mtu anasemanga that I want to date this lady, I want to know her more, I want to understand her more, I need time. These things never made sense to me. That was my time. Okay. That was my time. Mimi, I didn't need to know her more. This girl was just as real, as unique, as straight, as good as she was. And you didn't have fears, maybe huyu mtu mwenye sijajua, maybe kinaweza niramba? I didn't have any fears. Yeah. Purity was, she was just that straight. Oh wow. She was parallel. She was just a straight line. Yani she was, yeah. So after 1 month you guys got married? After 1 month, sisi tuko kwa nyumba. Watu wanaongea huko nje kando kando nini, mimi nimeziba masikio. You did it the right way ama? I did it the right way. Look, I called, tulipigia wazazi now Bomet County, okay, mtoto wetu. Ni nini inaendelea? Okay, wameamua. Twende nyumbani. I went home. Mom, dad, and I think hata wao ni kama waliniona tu wakaona huyu ni mtu serious. Huyu ni mtu serious. And you know what? Purity alisoma and aligraduate. In fact, graduation yake ilifanywa kwetu nyumbani. We decided to host, you know, her graduation. So tukamchinjia mbuzi, oh, wow. You know. Yeah, aligraduate. Firstborn alikuja. Before the firstborn came, did you officiate using a wedding ama ni ile tu ya kwenda nyumbani kusema? We did a church wedding. Ilibidi, unajua mimi tena baba ni evangelist. Yeah. Sasa ilibidi mufanye church wedding. Ilibidi tukafanya wedding kwa kanisa ambayo my dad right now currently ni pastor, Faith Worship Center. He's a pastor. So mwenye alitu officiate alikuwa anaitwa Reverend Susan McAllister. Wow. Yeah? Within that period of 1 month, yani ushaenda Bomet, usharudi, yes. Ushafanya Sasa, harusi. No, sasa hiyo tumefanya hizo story ya mahari and blah blah blah. Yes. Harusi ilikuja sasa later. Dad anatuambia, you know, you need to officiate. You stayed with the lady first now before officiating. But kumbuka ng'ombe na hizo kondoo ama nini? Zishaenda. Zimeenda, at least nimejulikana kule. That's okay. You know? That's and then sasa later tukafanya officiation because the government would tukienda kwa sheria za Kenya, serikali inajua marriage certificate. Wow, that is beautiful. Yeah. So how was your first year in marriage? My first year in marriage, sasa hapo naye, you know, unajua ndio mnaingia kwa hii story. Yes. And then una realize haya, okay, life imeanza. And hakuna ile freedom tena. Yes. Unajua marriage tena, you cannot sleep sijui kwa beshte sijui wapi. Kila kitu ni sasa taratibu. So nikagundua okay, kuna taratibu. Marriage iko na maneno yake. Kuna taratibu. Yes. So taratibu zake hiyo ilikuwa first year. Of course second, third year unaanza kugundua okay, I need to use my, you know, we need to use money wisely. Kumbe mkiwa wawili sasa ni tofauti, unachunga huyu na kwanza wewe ndio mwanaume, you need to take lead and stuff. So you need to take care of her. Also she needs to take care of you. So kuna ile taratibu tu, even finances, savings and stuff. Did you find it a challenge maybe in your first year in marriage, and how long did you take for you guys to get your first baby who is Africa? Yeah, of course picking up, na nimekwambia pia alikuwa student, right? Nimesema hiyo? Umesema. So, yeah, so picking up student, so kuna hiyo school life kidogo ndani ya marriage at the same time.
And of course after sasa mambo ya student alisoma mambo ya nutrition and dietetics kuadvise watu kwa mahospitali and stuff, lakini kazi inatokea ni tofauti mara kwa what do you call aggravate. Yeah, okay. So it's like hustle here, hustle there. Then finally siku ingine akapata nutrition and dietetics work huko Nakuru County. Yeah. Some hospital nimesahau jina yake, hizi health center. So she had to leave so LD. She had to leave LD and go to Nakuru. And go to Nakuru. Hey, that one was also something else. Yeah. Yeah, but distance now hamjazoea distance. Of course hatujazoea distance. Yes. And then I don't know kama nitakuwa nime stretch sana, but wakati alikuwa Nakuru COVID ikatokea. Yeah. That time COVID ilikuwa inatokea, you guys didn't have a baby. COVID ilitokea. We had a baby. Oh. Yeah. Africa had already Africa come. was born in 2017. He's 8 years. Oh, yeah. So COVID imekuja. And ninapigiwa na my sister-in-law. So she calls me and she tells me, Tony, umeambiwa kitu? Me, I'm like, nimeambiwa? No, sijaambiwa kitu. She had bad news to break kwangu. Ati unajua, umeambiwa Mama Africa amepatikana akona corona. Akona corona? You know? Aje, you know? Sijaambiwa. And I'm like, And then wakati sana napiga simu, nasikia vile anakohoa, ako Nakuru, Uhuru amefunga boda, barabara zimefungwa. Yes. I'm really worried. Oh God. And then I don't know for kids, for babies, because Africa was young, but sijui saa ile yao ilikuwa inaitwa corona ama ilikuwa inaitwa nini, because wangekohoa, mtoto anakohoa unasikia, you know, si alikuwa anaishi na mama yake Nakuru, sorry. Yes, Nakuru. So there was that part, and then ilikuwa noma. But God did his part, and Purity akapona. Of course, borders zikafunguliwa. Thank God kukufa kwa sababu ya COVID that time. Yeah. We bless God for that. Yes. And because I know the next phase of this story is when Mama Africa was pregnant with the second baby. Yes. And that's where the story begins. But how was the pregnancy journey of Africa? How was it? Africa firstborn's pregnancy journey was super fine. Hakuwa na complications? There was no complication. There was no nothing. In fact, we lived in Iten. A place inaitwa Kamarin. So anyone who's watching na anajua Iten, Kamarin, mnajua vile unashuka na vile unapanda. So we used to shuka kila siku, tunapanda, tunaenda, you know, exercise ilikuwa kamili, you know. So there was no complication. His delivery was good. Africa's delivery at Africa at Rescos Hospital Eldoret. Perfect. Ilikuwa sawa. Wow. Yeah. So now we come to the second baby, whereby this is the bone of contention of this video. Yes. And how was the pregnancy journey for now the second baby, who is Europe? Europe is a girl and Africa is a boy, for them that are watching us. Yes. So how was the pregnancy journey of Europe? Europe's pregnancy journey, and this I say with a lot of, with a heavy heart. She was okay. The child was very okay. Yes. The pregnancy was okay. We would go for scanning all the time, not to know the gender. I'm not the type of person who wants to know the gender. Hautaki kufanya baby ati sijui baby reveal. Boy, sijui baby girl. Gender reveal. No, I'm this person who believes that God gives children. And so, so tulienda scanning, tunaambiwa there is something inaitwa breech, sijui in breech position. Yes. Yeah. Sijui amelala aje, nini. So we keep going because Mama Africa is for, you know, for Africa firstborn, we didn't mind about gender. You know? We didn't mind. Mtoto ni mtoto. But sasa yeye kwa secondborn, like sasa anataka kujua. Kwa kwanza nimepata boy. Kwa kwanza nimepata boy. Mimi I'm like, lakini sasa tukienda na mimi sikutaka story ya gender. Tunaambiwa hii breech, sijui baby unekani, sijui nini. And tunafikiria tu itakuwa sawa.
Yeah, tunarudi ya pili, ya tatu. So tulisafiri hizi safari ya kuona tumbo iko namna gani, mtoto amelala namna gani, mama ako sawa. Kila kitu ilikuwa tu iko sawa. Wow, beautiful. You know? Yeah. Things were okay. So Like her eating as mama ya mtoto ilikuwa sawa sana. kila kitu ilikuwa poa. Yeah. Clinics ameenda zote, everything is okay. Yeah, clinic ameenda yote. Kila kitu iko sawa. That's beautiful. Feeding iko sawa, tunaambiwa height ya mtoto iko hivi. Wow. You know, Wow. Baby at sijui week 2, week 3, not actually week 2, tulianzia week 4, you know, week Mlianza 16, mapema. week what, week, you know, week 32. Wow. Yes. Then it comes the day of the delivery. And you know, I was always there. Tukienda, hakuna clinic. Mama Africa never went to any clinic without me. Na hii vidole yangu, kuna wakati my finger, I think 2 fingers, zilichoka. Because wakati munaenda, kila saa lazima mupimwe ukimwi. I don't know what's with Why? AIDS thing. Munafaa kupimwa damu. Every time you go for clinic? Every time. We used to go, napimwa. You know, ni nzuri. For health, so you're just purposes. being pricked. So kila saa ni kukua pricked. Kila saa ni kukua pricked. Yeah. Mimi ninashanga sasa hii ni nini, but pricked Yes, for the sake ati ndio sasa in case kuna anything, you know. Alafu tunaambiwa hapo. So mambo ilikuwa tu sawa. That is okay. Yeah. So it comes this day that your wife ako in labor. Yeah. Na nataka kwenda kujifungua. Yeah. So take us through that process mpaka wakati alijifungua and maybe what happened next. Yeah, you know, I say this with a lot of confidence that si kungoja na hakungoja for labor. Hakungoja ati aumwe ndio. Tulikuwa tunaenda mpaka tunaona due date of delivery, you know, DOD. Yes. Naandikiwa, mimi naangalia. I'm like, so tulijua. So wakati tulienda na Mama Africa, tukasema sasa si ni leo. Ndio delivery, due date ni leo. Sasa and alikuwa sawa. No nothing, blah blah blah. Yeah. So I'm like, let's go to town. Na unajua sisi tulikuwa tunaishi Marriott that time. So tukachukua everything, tukasema tuende town, aende hospitali. But our plan and my plan was delivery ifanyike kwa the same hospital where firstborn alizaliwa. We had planned that before. And then she changed her mind. Alafu men, when these ladies are pregnant, you also don't want to keep. Hatutaki kusumbuliwa, kenye tunasema, you do it. Yes. Na hautaki kusumbua hata wewe mwanaume. So ile kenye imesemekana, fanya. So she says, you know, Baba Africa, hata hawa madaktari wenye wanakuja huku Rescos ni wale wa referral tu. Sasa tuende MTRH. I'm like, no, it's okay. Twende. So but before tuende, we thought let's pass by and say hi to Mother because our mom stays around. So we went to mom's. That's your mom now? Yes, my mom now. So tukaenda kwa Mother, alituona, you know, akamuona, uko sawa nini, uko na everything, sijui besheni, sijui nini, those kawaida ya mama. Yeah, and my sister, I have a sister anaitwa Kristen, my third born sister. Wow. She did a lot of jumuias. Inaitwa jumuia? Hiyo ya kuship vitu hii. Ya Jumia. Jumia. Yeah, not Jumia. Yeah, Jumia. Hiyo jina hiyo. Sasa alikuwa ana ship sijui besheni hizo vitu tu, sabuni, towels, yeye anapenda. So na tunachukua. So she had done everything. Okay. My sister nasema pongezi sana kwake, anaitwa Kristen. Wow. Alisimama sana na Mama Africa. Wow. So tulikuwa ready. Then on our way to hospital. Yes. My wife tells me, siko comfortable na viatu yenye nimevaa. Na mimi namwambia, siko sawa because ni flat shoes. Ati hapana, nirudishe kwa nyumba. Take me back to the house. So I'm like, okay. Back to the house, turudi. So we went back. Now when we go back to the house, she says, you know, wacha niangalie kiatu ingine. So akaingia bedroom,
kaangalia kama kuna kiatu fulani alikuwa anatafuta, hata tena hakuipata, or she didn't even take time to look. Ni kama alianza kufanya tena usafi kwa bedroom yake, bedroom yetu. So naona tena, hey, na wewe, Kiatu jibuku kwenda kutafuta. Yeah, akatoka bedroom, akaenda bedroom 2, Sasa huko bedroom 2 ameangalia nyumba, ameona, anasema na hii pilo ya Afrika, akaweka vizuri kitandani nini, Yeah. Then she leaves bedroom 2, she goes to the kitchen, and hii story ya viatu imeisha. Then she's like, twende. Na ile viatu ulikuwa unatafuta, achana twende. So then we went. We go to hospital. So we go to hospital, tunafika MTRH, mother and baby. Yeah. Alafu tunaambiwa wanaume kaa huku kama kawaida, it's okay. Hiyo ni rules ya hospitali, ni sawa. Yeah, for a government hospital. For a government hospital. Is. Yeah. Sijui kama hiyo mother and baby ni private or something. I think it's private or whatever. I don't remember, but I think it was the best session yenye alikuwa. Yes. Should have been private, Yeah. So tukaenda kwa hiyo mother and baby. Kufika hapo anaitwa, anapimwa pressure. Perfect. Kawaida venye. Anapimwa temperature, niliona akiwekewa ile ninasahau jina ya hiyo machine, nilikuwa najua wakati ya corona. Perfect. And then akaambiwa, wewe hii yako 30 minutes. So akaingia huko ndani. So kuingia ndani huko kuna security. Yeah. So mimi mwanaume nikaambiwa, wewe, kaa pale. So mimi nikakaa. Then I see someone call me kwa the other door, anafanya hand signal, come. Yeah. So mimi namwambia, sasa nikaenda nikaambia soja hapo, hebu nifike nisikie anasemaje. Nikaruhusiwa niende. So kufika ananiambia, unajua nini baba Afrika? Nimeambiwa ni 30 minutes tu na mtoto atakuwa amezaliwa. In 30 minutes you mean that she was going through a cesarean section? Yes, she was to go through a CS. Was it your decision? It was our decision. Your decision as a family? Yes, as a family. Mimi na yeye as a family kufanya maneno ya cesarean. Okay. CS. Yes. And then the first born alikuja CS. CS. Yes. Okay. CS. Okay. Then at some point kukakuwa na, she thought that baba Afrika, hata sisikii uchungu yoyote. Hata mimi sisikii uchungu. Mimi naweza deliver normal. Nikamwambia hapana, hiyo normal achana nayo kwa sababu wa kwanza. And I told the nurse, by the way. Nikamwambia nurse huyu ali deliver wa kwanza kwa CS. Yes. So anahitaji delivery ya CS. Yeah, CS. Yes. Okay. So at least the nurse alielewa. Yeah, wakamuongelesha definitely. So but I had given her my blessings ya CS. You sign. Yeah. As a husband you also sign. So so nikampatia go on. Yeah, CS. So si amechukuliwa huko ndani. I don't know why 30 minutes didn't become 30 minutes. But then after hiyo 30 minutes sasa hiyo labor pain ikaanza. Anatembea hapa. Anaambiwa tu, itakuwa sawa. Mimi I'm like, so the doctors maybe thought that ataenda through normal because kama ni CS yes, the doctors at first thought. The nurse that nilikuwa nimeinform, maybe hakuwa ameambiana, but finally aliambiana. So the doctors thought that ataenda normal and stuff. So unajua anakuja kwa ile kiti nimekaa mpaka kwa bench huko, and for these ladies hawakaziwi. So wanaruhusiwa watembee. Akikuja ninamhurumia. I'm like, sasa kiuno baba Afrika, akiniguzie kiuno, shika, sugua, ninasugua. Ninamguzia kiuno yake, massaging ama inaitwa nini, kidogo achana na mimi, then lunch imefika, wameletewa, unajua sasa ameshavalishwa uniform yao ya blue or light blue or green, whatever the color. So lunch imeletwa, some nyama na I think rice or something. Ataki kukula. Mimi I'm like, you need to eat, because you need energy. Na pia unajua ninaona wengine pia si ati wamelia sana. So mimi naambia ona kama huyu anakula na wewe jikaze. Yes. Jikaze, itakuwa sawa. Yes. Yeah. So ilikuwa so crazy that after hizi story ya kujikaza, naona usiku imefika. Ninaambiwa huyu mpaka either usiku
Ama kesho. So I'm like, but ile 30 minutes tena imekwaje usiku ama kesho? So I decided mimi nitalala kwa gari. Kwa sababu hawako wanaturuhusu kulala kwa, you know. So I said, wacha tu ni park yangu hapa kwa parking somewhere. Nitalala kwa gari. So I took time, went and brought some duvets from the house and stuff. So then I came. So mimi nililala kwa gari nikingoja. So usiku ninasikia akitoka nje. My sister, I have a sister also, anaitwa Lynn. Namshukuru sana Lynn pia because nani nurse, I think that time alikuwa anafanya either St. Luke's Hospital, I don't remember very well, but she's a nurse. Oh wow. Yeah. Nice. I'm a life care. I don't remember well. Okay. Yeah, but she's a nurse. And you know why I don't remember? Because you tutaona mbele. Yeah. Kuna wakati memories mambo tu ilipotea kwa hii mind. But my sister came kukakaa na yeye, you know, kwa hospitali usiku hiyo. Yes. I was there. Yeah. Asubuhi imefika. Of course nimeleta chai. Lakini sasa yeye ako kwa ward. Sasa special, sasa inaitwa nini mali wanaenda sasa kujifungua, labor ward? Yes, sasa hayuko kwa hii ward ya kungojea. Ama ward yenye mtu labda amejifungua. Yes, labor ward. Yes. Akwa kwa normal delivery ward. Alikuwa sasa kwa, I mean hakukuwa kwa hii waiting ward yenye wengine wako. Alikuwa yeye ako ndani ya delivery ward huko. Sasa kuenda kumuona ilikuwa ngumu because there are other ladies, there are other women there. So kumuona ilikuwa ngumu. Yeah. So anyway, asubuhi imefika, kawaida chai, nikaambiwa sasa sijui ile beshen ulileta ilikuwa ndogo. I think my sister-in-law ndiye aliniambia hivyo, maybe go and buy something bigger or something because baby sasa leo anakuja. Hizo excitements tu. Mimi nimefurahi, si mtoto anakuja. Yeah. And all that. So around saa 5 ninaambiwa saa 5 mchana. Ya mchana. Ninaambiwa tu unajua kuna mtoto ni kama tunasikia akilia. You know? Na unajua nimekaa kwa nje kwa bench kama hii. So unajua mtoto akilia huko unafikiria ni wangu. You know? Because wanalia mara moja unasikia then tena kidogo, na mtoto mdogo mwenye amezaliwa akilia analia ile unasikia una compassion mzima, your heart inalia pia, unasikia ni kama ina bleed. You know? So mimi nasikia mtoto huko ndani ni kama analia, ni kama halii. You know, it's like what is going on? Ni yeye amejifungua ama ni nani amejifungua and stuff. So I had that and naona doctors wanaingia ndani, wanatoka, wanaingia, wanatoka. Then my sister Lynn akakuwa impatient. You know, she's also a nurse, though not in the same hospital. So she kind of became impatient. So akaenda huko ndani. Then she comes back and she says, ni kama good news. Yeah, Fury amejifungua. Wow. Yeah, amejifungua, amepata baby girl. Wow. Yeah. So for me I'm like, wow. But I want to hear about yeye sasa more than the baby. Mtoto. Yeah. Sasa ushasikia ya mtoto. Nimesikia ya mtoto. And sasa nataka nisikie na yeye because I'm like na yeye, you know, na yeye ati analala. And I think kuna connection kati ya, you know, when people are married, couples, born, the flesh of my flesh, bone of my bone. This thing is really biblical and it is true. Hii story si ya jaba, story yenye inasemwa. Yes. Na hii story isiwahi puziliwa mbali eti just for theology sake. Yes. Ati is a Christian something, you know, slogan, apana. Yes. Bone of my bone, flesh of my flesh is something very true. Because the moment I was told Purity amejifungua, na ninaambiwa Purity amelala, mimi ninaanza kusikia mikono ina shake. Ninaanza kusikia nina sweat actually. Nina sweat ile real, my pores ni wet, nasikia they are humid. Ninaanza kusikia bones zina shake ile ya ukweli, and then anxiety inanishika and I'm like, Puri, unalalaje? Kwani, you know,
And then I start just being uncomfortable, impatient, anxious. And then I don't want to think in my mind of anything bad. You know, also being an introvert, vile nilikwambia hapo mbeleni, you can sometimes think, but sasa I don't want to go to that extreme. But I'm just uneasy. Hii kulala ni nini? So I ask one of the, random nurses, Purity Chepkemoi ako huko ndani. I would love to know ni nini inaendelea. And then some doctors wanatoka nje, sijui wamevaa gumboots za white. Hata sijui kama walikuwa madaktari ama walikuwa ni nani, but wamevaa gumboots za white. And I think they came to either lie to me, I say in quotes, or tell me the truth, because mi sikujua. Wakasema, Tony, wewe ni husband ya Purity Chepkemoi? Yes. Tunataka uende blood bank, ulete damu. Amekosa damu. So, we are running short of blood. So, kimbia blood bank, ulete damu. So, mimi ndio huyo mbio regional na kimbia blood bank. Kufika blood bank, eti hata damu hakuna. Then the same guys wanapiga simu because I took number. Ati kuja tu, kimbia. So, nakimbia back. Na hata hujachukua damu yenyewe? Sijachukua damu because hata damu yenyewe naambiwa hakuna. Alafu kwa hiyo naambiwa hakuna, naona phone call. Naambiwa kimbia tu kuja. So I was like, hospitali mzima iko na damu. So I ran. Kufika, hayuko kwa hiyo ward. I think ni kama alikuwa anatolewa. Akikuwa transferred to a different place. So hayuko ward, ninaambiwa ati tumemkimbiza ICU. And then something I didn't notice, wale waliniongelesha I think walikuwa ni mortuary attendants. So for me I thought they were doctors, but they were mortuary attendants. Unaona? Because niliangalia nikasema, if my wife alikuwa ndani ya hii ward na akapelekwa ICU, na kuna kitanda yenye nimeona imetoka ICU hata ikasukumwa kwa hallway ya hospitali, ile inakaa iko na, kitanda ya ICU inakaa iko well equipped, but na wenye wanasukuma hii kitanda haikuwa na patient anyway. Wenye wanasukuma hii kitanda wakirudisha mahali wametoa, wako sawa, wanakaa madaktari, wamevaa overall ama whatever vizuri, wako na sharpshooters or whatever shoes, they look decent. But inakuwaje ile group wamevaa gumboots za white na vitu vingine ya blue. Alafu nikaenda nikauliza one of them that patient wangu ameletwa hapa. Then one of them akasema hapana, mngojea kidogo, kuna file tunatengeneza, tunaandika. So file. So mimi in my mind I'm like, ni file ya mambo ya ICU, but bone of my bone, flesh of my flesh. It's like I'm now talking to God. I don't want to mention anything to do with death. I don't want even to think it can happen. But then I start interceding and I'm seated, I'm seeing myself vile tulikuwa tunakaa kwa nyumba yetu. I'm like, God, si wewe unajua mimi nimefanya missions. It's like I was now negotiating with God. Wewe God, ile yenye nimekufanyia, hii ni payback. All the selfishness yenye ningeambia God, niaje, hii ni payback. Kama tu unaweza nirudishia Puri, tukue vile tulikuwa. And then I was even wondering, why am I saying this? But I also don't want to believe that maybe ni file gani hii. So, kumbe hii file yenye inakuwa inaandaliwa, inaandikwa, sijui ilikuwa ni doctor's report, ama ilikuwa ni nini, alikuwa ameshaaga, All this time there's nobody telling you what is happening. All this time there is no one telling me what is happening. Alikuwa ameshakufa, how things went, sijui. But kumbe ni file yake ya death report, what she died of, sijui nini. Sasa si mimi nikakaa hapo nje because nimeambiwa ni file inatengenezwa. So I started calling my people, ninaambiana, hey, ameletwa ICU, tumuombeeni Puri
ninaambiwa faili yake inatengenezwa labda ni ya bill, labda ni ya whatever it was. So tumeongea na every other person that I know, all my friends, elderly people, you know. And then kidogo, my sister goes into the room. I told you she's a nurse. But then she sees the way Purity amelala kwa hiyo room, and then she comes out. And then anasema, "Ai, Purity vile amelala, vile ameweka mkono, kwani anakaa aje?" So hizi vitu unajua zinani break. I'm like, "Hey God, I hope we are not dealing with death. I hope we are not dealing with funerals. I hope, if this may happen, what will I tell the children? What will I tell my son Africa? What will I tell the little girl that your mom is dead?" So I don't want to believe that it could be possible death. And then now my mom wamekuja nini, sasa watu wameanza kukaa hapa nje, tension imeanza kukua, but mimi I don't want to believe that I'm in denial. And up to that time, nobody has even looked maybe for the husband to Purity. Hakuna mtu amekutafuta? Hakuna mtu amenitafuta kwa hii group ya medics. Yes. Hakuna mtu amenitafuta. Mimi mwenyewe najicompose, ninasoma environment, then my body is also reacting. And as I've said again, bone of my bone, flesh of my flesh, I'll never forget that. My body is missy, Tony. Nina shake, ninasikia niko weak. I'm like, God. And if you pray in this life, kama wewe unaomba, then ushuke unaanza kuomba mpaka mother tongue, wewe ujue ni serious. Because from English to Swahili, from Swahili to Luo. And my prayer was now like we were bargaining. Hey God, ukinifanyia hii. I spoke all Luo. And in the process, I see my elder sister ameingia tena ndani, akatoka, na vile alitoka akaenda kwa my mom, because we were out there, my brothers, my sisters, akaenda kwa my mom, akasema kitu. And I think my mom, because mimi pia nimekuambia psychology, ninajifahamu, my mom wanted to act normal. Nikaona mom ametoka mahali yako, akaenda kaongelesha mzee, akamwambia tu kitu. Mimi sasa ninawasoma. Literally nasema, okay, you guys, wacha niwasome. So my sis mwenye ameongelesha mama ametoka, ameenda opposite direction. Mama ameenda ameongelesha mzee. Nimeona mama pia amefuata sister. Mzee akanirushia macho mahali nilikuwa nimekaa, na mimi namsoma. Akarusha macho, pap. Nikaona na hii macho ya mzee inaweza kuwa na nini? Mzee akatoka akaongelesha my other brother anaitwa Ken. So Ken akanirushia macho. So mimi nikatoka mwenyewe, because I didn't want to be part of that news ya kwamba inaweza kuwa possible death. So I left, nikaenda straight nikitembea kwa parking lot. I had a friend of mine anaitwa Voshek. So I went with this guy kwa parking lot. So kwa parking lot huko natembea, ninaomba kwa Kiluo. Like English is gone, Swahili is gone, now it's Luo. Hey God, hey God. I hope not. And I'm also trying, as I'm going kwa parking lot, I'm trying to hear behind, is there anyone screaming? And I'm like, Sakiatan, is here anything to do with screaming? And then my sister mwingine yako ngambo. And sometimes I even forget. I think hiyo vitu ilileta to trauma zingine na memory loss. Sorry. At some point. Because sometimes mimi nasahau mtu ako wapi, you know. So sijui alikuwa ngambo, ako ngambo. So she calls me. So naona simu yake anaitwa Christine. So vile naona simu ya Christine, I'm like, hey, you Christine, tunaongea na yeye. And then nasikia kwa mbali, ndugu, we've lost her. Oh my God. Now when I heard we've lost her, I'm like, Christine, I don't want to hear that we've lost her part. Dada, unasemaje? Uko poa? You know, uko salama? Ndugu, she's crying. I don't want to hear this, you know? And then finally, Christine, haya sasa niambie, akipole ndugu, we've lost her. So manduru, wanapiga nduru. Oh, Purity,
is dead. You know, it is true. She's dead. She wasn't sick. She wasn't... Everything was super fine. Everything was So the first person to break news to you... The first person to break news to you, to me, Yeah. is telling me, it's my sister Christine, and she's telling me... And she's not there with you? Yeah, ako ng'ambo. And between, sijui kama alikuwa Ivory Coast, sijui kama alikuwa India, sijui alikuwa wapi. But actually, I'm telling you, mpaka wa leo, that thing ilileta some, you know, memory thing. Because sometimes naweza kutana na friend mwenye mtu hata ameendesha gari yangu, you see, ama nimeendesha gari yake, kitu kama hiyo, na rafiki kama huyo, tunaongea na yeye, and this hata may happen recently, tunaongea na yeye, lakini I'm trying to, huyo alikuwa anaitwa Mutiso, Muki, ama sijui, you know, namjua lakini, na pia sitaki ajue, you know, that simjui kwa jina, lakini rafiki yangu sana. Sijui Benson, jina tu inaenda. So now your sister Christine tells you that your wife is normal. Yes. How did you feel? That thing broke me. That thing broke me. Because, yani that thing broke me. Because sasa aje, death of my wife. First, this is the love of my life. She's gone. And sija comprehend amekufa aje. But amekufa. She wasn't sick, she wasn't anything. But she's gone. 2, mama ya watoto wangu. Mother of my children. What will I tell the children? That's the question. What will I tell Africa? Kwanza huyu kijana. And then other things. Our own, nimesema, love of my life. What will I tell the children? What we used to do together, family unit. All these things, businesses, tulikuwa tunafanya, biashara, tulikuwa tunafanya. Hii mambo yote. What will I tell the in-laws? Mamake na babake. What will I tell them? What will I tell people? Sasa ni mimi nina host a corpse, you know, a corpse. What do I call a dead person? A corpse or a corpse, yeah? Maiti, you know? Mimi ndio na host. Aji, burial. Did you feel that the hospital needed to relay the information to you rather than you being told the information by your sister who was way far? I wish from word go, in fact I felt, and even today bado wanasema, I wish there was a way that hii story when due women wanapelekwa, wazee wanaambiwa kaa pale. Because men, we are wired in some kind of security within us. We can make quick decisions and, you know, and save a situation or situations that inakaa mbaya. I just, from that place where niliambiwa kaa huku, that is how mimi nilianza kuseparate na my wife. That's how this death thing started coming pole pole. Because from your separation, kaa huku, and then ananiita, then the last one is mgongo, then, you know, when I try to go to that ward, unaambiwa, wazee, men, inje. You know, husbands or men, mkae inje. So that thing really broke me. Nili feel like hospitali wangekuwa wameniongelesha, waniambie, your wife alikuwa na sisi, hii report tulikuwa tunaandika ilikuwa ni hivi. But sasa mimi napigiwa simu na mtu ako ng'ambo, ananiambia, my sister ako ng'ambo, ananiambia your wife is dead. So mpaka nikajiuliza, hospitali walikuwa wanaongea na my sister ama jameni, ama ilikuwa ni mimi waniongeleshe. And nashukuru Christine, my sister, aliniambia because sasa singeambiwa. I don't know kama everybody that was around you, watu wanaongeleshana tu wenyewe. Yes, watu wanaongeleshana wenyewe, singeambiwa. Sasa yeye aliniambia. Baadaye sasa ndio ninaitwa. Now after being broke, then news na my sister mwenye ako ng'ambo, ndio sasa madaktari wanakuita. Ndio sasa ninaitwa. Na reason nilifanya hata nikaitwa haraka, I told you that my sister-in-law is a police officer. Chela nimepigia, nikamwambia, Chela, kimeumana. So because she's an officer, she comes, na alikuja na
battalion yake, si unajua ni colleagues wake. Yes. Akakuja na colleagues wake wote referral MTRH. So kufika ndio sasa husband ako wapi? Tony, hebu kuja. Sasa naangalia kumbe my mom pia amekuwa hapa kumbe watu mko. So ndio hii file inaletwa, ni kitu ingine, it's a lot of pages. I thought it was just one paper. Ni vitu ingine na ni handwritten. This is what I realized. So kama ni handwritten, ninajiambia kama ni handwritten, yes, how long did the doctor take? So this girl alikufa saa ngapi? Because si kitu ni handwritten. Na ni pages bwana, ni pages mingi. Sijui nini. Nikaangalia alafu ninaambiwa ingia ndani, nikaingia ndani. I don't know what time they had brought casket ingine. There's a plastic casket. They're grey in color. Paka waleo siwezi sahau. You remember even yes, the color. Hiyo casket sijui ililetwa saa ngapi. Iko hapo. My wife ako ndani already kwa hii casket, ndani ya hii room, sijui inaitwa last office. There's something I read hapo, sijui dressing room, last office, kitu kama hiyo nilisoma, kitu kama hiyo kwa wall. And then inafunguliwa ati we want you to confirm if this is your wife. Napiga macho. Kweli, huyu ni Purity Chepkemoi. Hata vile amekaa, shoulders tayari yani ni wao umevaa hii mwili. Huyu ni Purity. Nikaangalia, alafu wananiambia, can you confirm if this is your wife? Mimi naangalia, yes, this is Purity. Nikamwangalia kwa hiyo casket, that thing. Nikamwambia, kwanza nikamshika hapa. Na feel bado ni warm. Nikafinya kidogo. Alafu Purity, God bless you. Yeah? Purity, God bless you. But bado ninaangalia. Ati amekufa. But bila amekaa kweli naona amekufa. Kama ni kweli. And then wakafunika. Sasa kumfunika kuna strength ingine weird, which is not normal. Strength ingine, I'm the one who wants to hold this casket, ni zile za kusukuma, iko na kitu you can push, because ninaambiwa from here tunafaa kwenda mochari na tumpeleke from hapo. Unajua na mochari ni refu, mnatoka from ICU ya MTRH mutaenda, tulienda sana, tunaenda tunamsukuma. Purity. Alafu mtoto, ninauliza hao madaktari, na mtoto wako wapi? Fungueni nione kama mtoto wako. Hapana, mtoto amepelekwa kwa nursery, kwa machine. After that time you didn't get to see your baby? I even didn't get to see my baby, but my mom tayari alikuwa ameenda, because she had said mtoto amefungwa na baby shawl ya pink. Who said that? Yeah, my wife. Had already called your mom? Yes, she had called my mom, because she had called me na phone. Alikuwa before, yes, I had her phone. So alikuwa ameomba ile simu ya huyo mwenye alimfanyia CS. Yeah? So her memory was okay. Right. So that means according to us, or according to me, she did not die kwa hiyo ward, or I don't know. Her memory was okay because she took a strange phone and called her me. Number. Call namba yake nilikuwa naye, na pia akacall my mom. Kamwambia mom, kuja mchukue mtoto, ako opposite mimi, amefungwa kwa baby shawl ya pink. So her memory was okay. But my mom alisema wakati aliongea naye alisikia sauti. What did she tell you when she called you? For me, it was a missed call, because hata niliangalia, it was about 5 seconds to some sort of a flash or anything, whatever it was. But for my mom, she called and spoke. So I don't know if she flashed me, sikushika, ama tena akafikiria madhe, So she called and spoke to mom. Mom, mtoto ako kwa baby shawl ya pink opposite, mbele, kujeni mchukue mtoto, So my mom says that aliambia Purity, you sound so low. Sema in Jesus name, I'm surviving. My mom, she's a spiritual, prayerful mama. So alimuongelesha, mpaka mama kaniambia, alimwambia 3 times sema, and when she was saying this, her voice ilikuwa inaenda ikiwa
Chini. inaenda ikiwa chini. So Purity died kwa hii hospitali, kwa hii process ya labor, kwa hii process ya delivery, ya cesarean, because ilikuwa postpartum hemorrhage, due to shock ya cesarean, Yeah. So sijui kama ali bleed from inside ama what happened, because wakati tulikuwa na yeye the whole time there was nothing like bleeding from outside yenye ningesema ati tuli notice, because I was very keen all through the pregnancy time mpaka hizi last moments ya delivery ya kuenda ku due date of delivery. I was very cautious, I was keen, we were keen, so there was no bleeding that someone would say ama ali rupture. Hapana, hakukuwa na kitu kama, there was no rupture. She was very okay. So she died kwa hiyo process tu ya delivery ya huyu mtoto, and that is when brokenness began. Brokenness is real. Ninasukuma Purity na Sorry. I'm sorry. Yeah. Nasukuma Purity na I'm sorry. Just take a deep breath. It's okay. asante. It's okay. So nampeleka kwa mortuary and ninakumbuka Johnny, can I have some serviettes? Michael. nakumbuka nampeleka and ninakumbuka our marriage vows, until death do us part. That was very hard. Yeah. The until death do us part thing. Sorry. That was difficult kabisa. Until death do us part. It was so hard because it's like I'm sorry. It's like It's okay. It's okay to cry. the wedding was just the other day. Yeah. The wedding was just the other day. And until death do us part. Kumbe it's true. Kumbe it's real. Halafu mimi I had decided, mimi ni mtu nimekuwa serious tangu childhood, so hakukuwa na kuchezea mtoto ya mtu. Yeah. So I was real, I was true. It was marriage and it was supposed to work. I had decided. Yeah, so Purity alienda hivyo. It was very difficult for me to accept that the until death do us part thing is It's true. real. And it's real. I'm sorry for that. Yeah. It's so painful to lose a wife in that situation. How did you break the news to your son? That was the most difficult part because mtoto ametoka shule, wageni anaona ni wengi. By the way, my son anasoma hapa Hill School Eldoret, for grade 2. So anaona wageni ni wengi. Amesikia mama is amejifungua na wageni ni wengi sana. So and my son is very sharp. He is very sharp. I think pia kuna psychology by inherent. Kuna pia wale ambao ni psychologists wenye wanatoa kwa family. Kuna inherent na kuna wale wenye pia wanaenda kusomea kwa shule. So combined, I think inherently family yetu, especially kwa kina mom, psychology iko watu wako. Yes. Yeah. So my son anaangalia lakini haniambie anything. Na mimi pia ninaangalia, ninasema sasa nitamuongeleshaje. Then a friend of mine tells me, Tony, it would be better it comes from you. Yeah. It comes from you. It should not come from someone else. Tell him that your son
I mean that That his his mom is dead. Yes, He's yes, gone. Yes. So I took him, and I took him. Thank you so much. Asante sana. Pole. But you know, No, it's allowed. It's okay. It's okay to cry. It's not easy what you went through. So Sorry. it is okay to cry. It's okay to let it. Yeah. So so I had to tell my son that mom is not coming. Mama arudi. Mama alikufa. Alikuwa anajifungua. Mara wengine wanani confuse, wananiambia saa yenye utamwambia usimwambie Mungu alichukua mama. Ukimwambia Mungu alimchukua atachukia Mungu kwa maisha. So I had all these people advising me all these kind of things, flying from left, right and center. But nikamwambia mom amekufa. Hata rudi ako kwa hospitali, tutamleta alafu tumpeleke tumzike. It was just so hard. Mungu atamchukua. I didn't know exactly what to tell my son, but I remember telling my son that mama amekufa na atakuja siku ingine tutazika yeye, alafu siku ingine tutamuona, Mungu akirudi, Mungu atamleta. There was no exact thing to say. Yeah, it was so hard. Talk to me about the burial plans and the burial. How was it for you? Did you get support? Of course, friends started coming in. Marafiki walianza kuja sana. Marafiki walikuja wakisema tutasimama na wewe. Ilikuwa ngumu kujua sasa hii mazishi tunafanya aje. Hey, we have to go for burial in Siaya County. I didn't opt for Eldoret town, probably because hakukuwa na shamba ya mazishi yake na pia tungeenda cemetery. Yeah, so we went to Siaya County. So the process ya hiyo before burial ni tofauti. Watu ni wengi, watu wanakuja wako na wewe, watu wanakuambia kila kitu. Okay, yes. Yeah. So I knew her colors kwa this burial thing, preparation and stuff. I knew what she needed. Kama angekuwa alive, nilijua the casket ingekaa what color, mahogany, you know, somehow dark brown or something. You know, I knew her colors. Kumchagulia casket was the hardest type of shopping ever, because I had to go around and try to do window shopping ya caskets, and that was the most difficult thing in life, kuona and kufanya shopping ya at a cross, you know, written the name, you know, date of either birth or whatever. In fact, I decided not to put the date of birth or whatever. I was Purity Chepkemoi, you know, God's grace. That's what I wrote kwa the cross. So it was, ilikuwa kazi. And then mambo ya billing, everything nilikuwa nafanya huko ndani. Nakimbia hii ofisi, ninafanya mambo ya birth notification ya mtoto. Unajua kuna hiyo birth notification part ndio upate birth certificate. Mom is dead, you are preparing burial permit, itakuwa namna gani? Linda mama was something, na hiyo wakati ilikuwa na issues pia kidogo. There was something going on, you know. So meet bills here, and he office, meet the other bills. I think I forgot that there was something called an NHIF office, or there was something I was told about NHIF, sijakumbuka sana. That one I forgot. If actually ilikuwa na cater for someone who's gone, I don't know. I don't remember. But we did all that part. Shopping, kutafuta house. Ati unatafutia wife sasa house. Juu nilijua labda nitaletewa yenye sitaki, ama kama ni casket nitaletewa casket zingine zinajifanana yenye hangependa, sijui flowers zinakaa aje. But ile yenye ilikuwa ngumu zaidi ni when we had to go to home. She was of course in the morgue here in Eldoret. Sasa lazima niende nione burial site, watu wamejiorganize aje huko, and then I have to buy bricks ya kujenga grave, you know, and I'm with my son.
tunaenda kununua bricks tuweke kwa pickup, you know, pick up and then tupange hiyo kupelekea mafundi ya kutengeneza grave. That was difficult. So, in fact vile niliona the first jembe wanagonga pap ati sasa hii ni shimo yenye itakuwa ya wife, it was also something else. So hiyo life nilipitia. The burial happened. Burial happened. Back to life now. Back to life. Hapo ndio sasa mimi naweza elimisha watu. I know during the burial it was not easy. Yes. All this time, where is the newborn? The newborn, baada ya kwa hospitali, tunangangana na hizi story. Nini, before tuende burial, we found a way of how to get to hospital and take the baby. Oh, so the baby was just so in alitolewa kwa hiyo nursery and then my mom receive. So we found God was gracious. Referral wakasema kesi baadaye, sijui organization sijui gani baadaye, kitu kama hiyo. Yeah. So mambo ya birth certificate mtakuja baadaye nini. So we went with the child to for burial. Yeah. Now burial ikaenda mzuri. In fact my in-laws watu ya Bomet County, it was really watu wa wapi Kericho, hapa Uasin Gishu, and then Nyanza had different people. So burial ikafanyika. Now after burial, something mimi naweza elimisha watu. Waachana ama muachane na maneno ya kukuwa na marafiki wengi. Many friends, ati you are a person who just has many friends. Acha. Nilijionea kwa macho. Wale watu wenye wangekuja kwa nyumba yangu na my wife, awapikie, awafanyie nini, wale watu wenye, the people I would reach on phone, hey, or Purity would reach on phone and call, these people that we were always there for, these many friends. Hawa watu baada ya burial, watu waliingia nyasi, watu walipotea, people disappeared for whatever reasons. Yani those people that we used to think were friends. And in fact for me, one thing that I want to tell especially men out there, wives are just detectives. They are wise. Wanawake ni watu wenye mabibi, you know, ni watu ambao wanaona mbele, they can detect. So mimi ninapenda watu sana. My heart bleeds love, compassion. I'm a very kind person. I love people and I love helping. But my wife alikuwa, kwa hiyo 10 years alikuwa ananipatia tu warning. Wewe. Na akiniambia hizo warning, sometimes unamwambia wewe wacha. Huyu ni mimi. Huyu ni mimi. Wewe. Sasa zingine ananipiga break. Angalia ule. Mimi hata sioni hiyo. After burial, you were left alone. Especially wale watu wenye alikuwa nasema ule. Hey, they left me. In fact, some could not even come for your burial yake. Na ni wale watu one on one. Hey, so and so. Enda chukua gari, mtoto amefika, ama hii kuna hii type ya machine kwa nyumba, labda sijui kutumia, hebu enda usaidie mama Afrika, ama kuja unisaidie juu ya hii na ile, you know. So watu walipotea. Friends went, marafiki wake wenye alikuwa anadhamini, wengine wakapotea, but to my side, because sasa mimi ndio niko hai na nimebaki na watoto. Niliona watu wakituacha. Wale watu tulifikiri ni marafiki. If it is possible, have either one or two friends. That's what I learned. And people will be close to you because of what you have. In fact, that was my lesson. Do you have something that can benefit someone? Whether ni pesa, ama ni anything that can make someone akuwe na upper hand. Wengine pia nikalearn, watakuchora, waone huyu, and then by the end of the day, what can we get? Or what can I get? Si unajua sasa mimi naongea one on one experience, kitu yenye sijaambiwa. This is not about the mother crow or mother fox and the crocodile. It's not a tale or what. It is a daily based living experience. Nimeishi kila siku nikiona. What are the challenges after your wife passed on? Now you have Africa
and you have Europe who is days old, Yes. and she is a girl, Yes. and you are a man, how was it to raise the two kids? Did you get help? Did you know even how to, you know, I understand, from my understanding, most of the men in Africa have a tendency of maybe tuseme bibi akishajifungua, they are in the life of that baby, Yes. but kuna tu nitty-gritties twenye always happen, and the man is not in that. Kuchange diaper, mwanaume hata. There are men who change diapers, Yes. but there are some who mostly it's the woman who changes the diapers. Saizi ndo nimeona watu wameanza men have started styling up. Yes. But I know in your days, how was it? How was it to you? You know, I don't want to lie. Yes. I would rather tell you the truth here. Yes. I was not keen on firstborn diapers and stuff. Yes. Because purity alikuwa. So mimi nikikutana na diapers ni mara moja moja. You know? Amepupu. And ukweli sijui kama ni kwa wanaume wote, juu wanaume sitaki wanisurubisha huko nje, lakini ukweli ya wanaume baby poop. Yes. A little bit hapo kuna inaleta mushkil kidogo. You know. So mimi ilifika mahali sometimes unaona the colors yellow, you know, you're like, hey, oh my, what are these? What are these, you know? But sasa ni mimi niko na, of course my mom kulikuwa na my sis moja alikuwa anaitwa Lynn actually. Alikuwa Lynn the nurse. Yeah, Lynn the nurse. Oh, wow. Alikuwa. But then kuna hii part ya brokenness. You know, tayari kifo imehappen mpaka mumezika. You are broken. You are trying to find yourself ukwe whole. So being whole, unajaribu kushikilia watoto. You know, it's like you want to do everything. You know, mimi nataka saa zingine nioshe, mimi mwenyewe nikae na mtoto one on one. Mimi ni mimi. There is that part. Sasa nikakuja nikagundua kwa hii journey ya days old hizi. Kumbe mtoto msichana vile anaoshwa ni tofauti na vile mtoto kijana anaoshwa. Mimi sometimes I'm like nimengarisha mtoto. But then I look at in between the thighs, especially hapo unaona. Yes. Some poop zilibaki nini, so ujui ni kuenda nyuma ama mbele. Okay. You know the how to clean the wiping front to back, back to front, ujui una wipe tu poop. You're thinking mambo iko sawa. So hygiene ya mtoto ilikuwa an issue. But hiyo ni wakati sasa nimekutana na sasa imeanza. Sasa ndio mtoto sasa anza hii safari. Kubadilisha pampers, diapers, you know? Vile inafaa iwekwe tofauti. Na siku hizi hata ni heri sasa hivi vitu imechange kidogo. Kuna diapers ni kama boxer, inavalishwa kama boxer ama kama you know, panties, yes. Know? So yeah. It's easier. But ilibidi kujifunza hiyo kufold, sijui kiuno ni kubwa hivi, hii side ndio ni ile side and stuff. Mtoto msichana ni ngumu. Ni tofauti. Alafu mwanaume dad unakuwa kuna tu some detail uko connected sana, skin deep connection between mtoto msichana na babake. So ile feeling ya mtoto wangu anaendelea aje, but and then there was the maziwa ya nan. Hiyo nan formula milk ilikuwa 1960. You remember the exact? I remember the exact price. Ukienda hapa Ketias sijui 1960. Wengine wanakuambia labda utapata 950, hakuna 50, 1960, 1960. So alikuwa anatumia ngapi kwa wiki? Akichapa vizuri 5, akikusamea 4, unaona. So you need to have this money. So ulikuwa unatoa wapi pesa? Kuna unaona wakati couples, I hope wanaweza kuwa wanasikia labda ama watu yoyote ambao wako kwa ndoa. Kuna utu sometimes to savings you need to have. And of course pia kuna wakati tulikuwa tunatumia ile pesa kidogo ya pole. So kulikuwa na some allowance kidogo ilikuwa imebaki. But then at some point after some 3-4 months hapa imekuja imeisha. Savings zimeisha. Pole watu walimaliza kutuma pole. Watu wamemaliza kutuma pole.
si wewe peke yako umepoteza. That's now you start realizing because kuna hata wengine wanakuambia hivyo. My friend. There are people who are insensitive. Someone told me that, a very close person to me. Alisema ukweli, by the way. Alisema sasa ndio naona alisema ukweli, lakini kweli Hiyo time ilifaa kweli aiseme. You're not the first person kupoteza to lose a wife. Amesema ukweli. Lakini kidogo hiyo time haikuwa for me. Some people are just insensitive. Sorry. Yeah. Thank you. But tukaenda hiyo njia unakuwa helpless. Mtu anasema tu chochote. Hata ajali. Hata ajali. Kuna wengine walianza kufurahia ni kama Tony ameanza kuenda chini. Mimi nakwambia marafiki, usikuwe na marafiki wengi. Focus on your family. If you're married out here, hebu angalia, family, alafu angalia church, alafu angalia government. Friends wakwe etc. If you have a husband, take care of your husband. If you have a wife, take care of your wife and your children. Tengeneza family unit yako kwanza, because hizi institutions hata Mungu anapenda. Family, church, government. Yes. Unaona? So marafiki walitufanyia ile kitu. Wengine walitaka kuona Tony, because I would hear some people, ni kama hata aliuza gari, ni kama aliuza. There are all those talks from friends. Wengine wanapigia simu, they don't receive, you know. Is there a point in your life that you questioned God? God really. Mimi kweli. Really. Death. Kwangu. Sasa watoto. Halafu mimi, baba unaniacha, si ungenichukua mimi na uache mama kwa sababu yeye atanyonyesha mtoto, mambo itaenda sawa. Sasa wewe umeniacha mimi, ukachukua mama. God, does it make sense? Really? Singekuwa ni mimi. And then I'm like, na sasa, then after this, I would ask myself while grieving, sasa Puri wewe umeenda, umeniachia nani? Mimi umeniachia nani? Because I knew Purity really struggled in her, sikukuwa akikufa, lakini nilikuwa najiuliza na alipoenda, alikuwa anaambia Mungu kweli ule Tony, ule Baba Africa, ule nitamwacha. Because sisi tulikaa, life yetu ilikuwa very great. I loved the life that we lived. It was purposeful. We meant living, we meant marriage, we meant raising kids, we meant being there for each other and for supporting every other person in life. So I asked God this question. Sasa we Mungu aje? Why her? Si ingekuwa mimi ni mwanaume. Mimi sina matiti ya kunyonyesha nyonyo, like nursing the child, not me. Sasa ukaniacha mimi, alafu then weniacha na msichana, alafu what challenges, apart even from raising the girl, what challenges as a single father are you facing? Even at right now, because Europe is 2 years old, and 2 years hajanza shule bado, bado ni mdogo. What maybe challenges as a single father do you go through? Kuna kitu niliona, nimepitia sana, inaitwa, kuna watu tu wanachezea, there are clique of people, just people naturally, who just be insensitive and play around. People don't understand death. This is a broken person trying to heal to be full. Which your fullness hata ni kama haikuji sana hivyo, because one person is gone and eventually they are gone. It's not easy. So kuna watu tu, either people know your weaknesses and then they want to take advantage. Na mimi I had issues. My wife would warn me, wewe Tony, wewe ni giver, wewe unapenda watu sana, peleka pole pole. So sometimes I find myself back kwa hizo hiyo situation. I'm trying to be Tony wa saizi, mwenye ni mjanja kidogo, unlike ule Tony wakati wife alikuwa ananiwarn na mimi sijui, simsikizi. Then najipata tena nimeanza tu tena kupenda watu. And inakuwa serious. People just take advantage of you. Sijui nitaieleza aje, but people just take advantage. Sometimes, that's it. Okay. And do you feel that you have healed? And how has been your healing process? Did you seek for a counselor?
what have you done for you to be this strong? I know it's not easy, but mahali umefika. Did you seek for I guidance? Didn't, Yeah. I didn't get a counselor kwenda kuona, except for the counselor mwenye tulipata akinikaribisha kwa morgue, you know, hii imefanyika ile. I don't know if I'm really healed that much because mambo ni mingi. Okay. Before you want to sleep kidogo, oh, mtoto has to go to school and there is this one here. Then homework iko ya kufanya. Sometimes unafanya hiyo homework, unaona ni kama mtoto hajashika. You're trying to be baba mama at the same time. Hapa nje kuna noise too, sometimes negative energy na receive from people left, right and center sometimes. So hiyo healing unajiuliza, na sasa you know, wakati mwanzo ilikuwa after burial, when ndio ilikuwa mwanzo after burial, things looked different vile, you know, people would handle me. Then baadaye una realize hata wale wenye ni kama walikuwa close wako na tu yani hata nashindwa kuelewa. So you haven't healed completely? You know, I don't understand completely aje sana because na realize tu ni kama kuna ile sijui ni kuchezewa tu, ni kama watu wanaanza kukua tu, you know, start seeing the real characters of people. And maybe in this process, have you ever thought maybe of getting married again? Would you still consider? You know, getting married inataka purpose. Okay. And this one I can say from the book of Genesis 18:25. If someone can read that book nyumbani or later. There is something I realized, and this one I want to now counsel single men wenye wamekuwa widowed. Is that right? If I said widowed men? Yes, that's okay. Single fathers, widowers, single men. fathers. Yes. And especially wale wenye wamefiwa na wake wao ama wao, yeah? Hey, Biblia iko true, just very correct. That, and pia nisoma theology kiasi, that God created Adam, yeah? But then God made Eve from the rib of Adam. Now, when God made Eve from the rib of Adam, I think by the time nafika Genesis chapter 2:18 up around verse 25 or 24 there, but mission 25, after God making Eve from the rib of Adam, God took Eve to Adam. You see? But now, God took Eve to Adam. But sasa siku hizi, men are out there chasing too much. Una chase na energy zako, mtu mwenye Mungu mwenyewe alichagua tu akatengeneza, akaleta. God brought, Mungu atakuletea mwenyewe. Wacha hizi pressures. You chase and chase and chase and chase. You know, the psychology of women, the more you chase, the more they run away. And Mungu akikuletea, si ati anakuletea usiongeleshe tu from, but someone ambaye Mungu ameleta, hautakuwa na negative, some energy yenye tu haziko, you know. So maybe if you get someone, would you? So, mimi kitu moja, negative energy, ninaanza kujiuliza tu mbona. Sikuwa nimezoea negative energy. I told you when I married Purity, mimi nilikuwa na focus. Na pia alikuwa focused. Na yeye pia alikuwa focused. What if you get that lady that is focused? You know, focus, communication, but this negative energy. Na mimi nashukuru Mungu, I would want as many of them to come with negative, wanionyeshe na mapema. You know, wakikuonyesha mapema, si wewe unaingia kwa kitu yenye unajua. Unaonyeshwa mapema. Kuliko ule mwenye anakuja, alafu hakuonyeshi and then baadaye. So kidogo hapa, I'm like, God, if you will give me a woman, hapo tuanze hapo akupende. Unajua mwanamke ambaye anapenda Mungu, anajua nafasi yake. Yeah, very true. Na husband yake anajua nafasi yake.
Yes. Now, marriage is not about competition Yeah. and this. Completely. The Bible is just like, husband, love your wife. wives. If the husband has been commanded to love, then wife will submit. Definitely. But now because I did not date, unaona nilisema siku date. Yeah, you didn't. Si nilisema You hivyo. didn't. It means that sasa ni kulearn kudate. Hiyo niliskip kwa ile yakwa. Ya kwanza. So kuna hii ya pili sasa inakuja. Of course kama siku date it means kuna tu makosa tu nitafanya, labda sijui kucommunicate. Labda so itabidi tu mtu anielewe tu huyu. Because right now I don't believe that tutaenda na ile script ya kwanza ati mwingine atakuja na itakuwa hivyo. Hapana, ile page iliisha. We cannot live in the I want my God willing, kama nitapata a lady, I don't want my lady aishi kwa shadow ya ule. Si ule alienda, Mungu alimchukua, and I trust that God amemweka. So hii dating hapa itakuwa na kazi. Give yourself time. Yes. Time is okay. Yes. Give yourself time. I know in case maybe you feel like seeing a psychologist, a therapist, you can go and then maybe God will just help you. I believe that God's grace is enough and it will guide you and it will help you. And if God allows it, you can also marry if God allows it. And if you are fully healed, I know there is no fully healing, but maybe God will give you the grace. Amen. So I don't know, because tumesema sana, we are about to wind up. Maybe do you have anything that you feel that we could have talked about and maybe we missed out? Maybe you can tell us. Maybe I'll just put an emphasis on this. That this is my belief. Men, just read the word of God. And this chasing thing is too much to the physical. The more you chase and it's not kwa the will of God, these people run away. Many men out here wameabandon watoto. Wengine wameoa wrong women. Yeah. Just because you are chasing beauty. It is not about beauty peke yake. It's a lot. It's complex, it's diverse, it's deep. So read Genesis 2:18-25. God brought this woman to man, atakuletea, and then from there we utaona na utaongea. Lakini si tu kuona mtu ni mrembo, umekimbia, unatesa watoto. So wanaume wale ambao ni single fathers, be very cautious, take your time, pray to God and work on any relationship that God gives you. Na ya Mungu haina negative energy. Ya Mungu ni upendo na ni upendo mtupu. 1 John 4:8 inasema whoever does not love does not know God, for God is love. So for me, I'll get a woman who loves God first because anajua Mungu. Sasa tutapendana huko mbele kwa upendo ambayo imekuwa based na Mungu. And take care of children. Kama umeachiwa watoto, kama mimi vile niliachiwa watoto, please be very cautious. Look at hygiene ya watoto. Be close to your children. Psychologically, mentally, wa support. Financially, wa support. Give them hope in life. Teach them the word of God. Wapeleke kanisani. Usiachie watoto wako strangers. Watawafunza philosophy za hii dunia, na hii philosophy ni kali sana. So take care of your children. Na mambo yote, pray. Na always, God is the one who fights for us, and God will fight for you. Because God has been fighting for me. Uko na strength. What has kept you going? Uko na nguvu nyingine yenye siwezi eleza. What has kept you going? As in, we are concluding this, but what has kept you going? What has kept you this strong? And what has kept you still being a father to these two beautiful babies and just being there for them as a father and just holding to them and never leaving them? The world philosophy huwa inasema ya kitambo, WWJD, if you've ever heard what would Jesus do thing, that's slang or slogan or whatever. But for me, the book of Nehemiah, you know, the joy of the Lord is my strength. Kuna tofauti kubwa kati ya joy na happiness. Happiness ina fed, but mimi
the joy of the Lord Amen. is my strength. Hiyo imeni keep going. Hata ikiwa ngumu namna gani ninasema to God. And God, by the way, God has been giving me different new friends. Wow. Yeah, real ones. Genuine ones. Kuna wenye hata nikikwambia hata nashangaa. Una connect, unashangaa huyu naye alitoka wapi? Nimeona na macho. So God is faithful, but the joy of the Lord is my strength. Wow. What an amazing show that we have had. What an amazing story that we have had. We have learnt, we have been educated, we have been corrected. And what I've picked from the interview is that when you're married, stick to each other. Yes. Stick to each other. That is what I've learned from you. And I pray that God will give you the strength Amen. to continue taking care of your children, to continue being a present mom and dad. And when that time comes, may the Lord give you the right partner. Amen. And if you feel like grieving, continue. It really helps. If you feel like crying, just do it. It really helps. And for single fathers outside there, just know that God loves you, and just know that it is not the end of everything. Keep fighting for your children. Keep being a present father. Keep being a good father. Until next time, it's a bye-bye from Talk It All Show. Yes, thank you. Hey. In the morning, when I rise in the morning, when I rise, in the morning, when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world, but give me Jesus. Amen. You can have all this world, but give me Jesus. You have an amazing voice. Thank you. You should record songs, put them on YouTube, na turudi tuambie YouTube channel, Yes. na Facebook, and God bless you. Thank you so Thank you much. for having Asante me. sana. Thank you for telling your story on Talk It All Show. God bless you, God keep you, and God do you good. Amen. Amen. Thank you very much. God bless.